Hello and karibu sana kwa hii channel ya Walinda Talk TV, whereby I talk and I coach wasichana wenye wanafanya kazi Gulf through my experience of many years. I have been coaching these ladies, giving them jobs, and today ninaongelelea kuhusu wasichana wenye wanafanya kazi country zingine, lakini ingali wanataka kuenda country zingine after kusanya pesa kwa ile country wako. For example, kama unafanya kazi Saudi Arabia na unasikianga mambo na United Emirates, unataka kuenda United Emirates. Kama unafanya kazi Lebanon, unataka kukuja United Emirates. So leo tunaongelelea kuhusu challenges penye watu wanapitia na penye watu wanapitishwa na wengine wakiwa katika hiyo hali. Kuna wale watu wameteka advantage ya wale watu wengine. So saa zile nasema hivyo namaanisha nini? Nimekuwa nikiconnect na wasichana wawili watatu wenye wametoka Kenya na visit visa, na wakifika UAE kama wamedanganywa na wenzao wenye wanafanya kazi huku, na so far nimepata maajendi wawili watatu. Wengine imefika kiwango wamevalia manguo za jeshi, wanawaambia wanafanya kazi na jeshi ndiposa waweze kuwadanganya ndio waweze kufika huko. Mtu anajilipia pesa yote, visit visa, hizo pesa zote mtu anang'ang'ana anajilipia, na by the end of the day mahali unaambiwa unakuja kutafutiwa kazi, unapata ni kazi yenye ni ya kujiuza. So nimekuwa hao wasichana wamekuwa wakikuja katika platform yangu ya TikTok, na nimeweza kuwasaidia wawili watatu. So hivi ndivyo mmoja wao mwenye amenifikia hivi juzi venye anasema, msije mkasema ni maneno yangu nimetengeneza, lakini watu wanapitia mambo na huko nje. Naomba muweze kusikia venye anasema na venye anaelezea. Na saa hii tunaongea nimeshampatafutia kazi, lakini pasipoti yake imechukuliwa ikapewa mwajiri mmoja, na huyo mwajiri sababu alikuwa amelipa huyo msichana pesa, akakataa kuachilia pasipoti yake, na ni yeye alijilipia kila kitu kutoka nyumbani. Yes, ndio alisema. Mimi nikipata haki nitakuja kukuambia asante yake kesho to God. Mimi nimeteseka hiyo 1 month. Msichana alinitoa Kenya. Venye nilitoka Kenya nilipeleka bed space. Kwenda huko bed space. Sasa ni ile ananiletea mwanaume Nigeria. Mimi sasa ila kukataa, hapo ndio tulikosana. Sasa ilibidi nifukuzwe huko kwa hiyo bed space. Sasa kwenye niko nimepewa tu nikae tu. Sasa msichana kama huyo amenifikia kwa channel yangu ya pale TikTok, akaniambia niweze kumsaidia aweze kupata kazi, sababu hali yenye alikuwa hata kukula ni shida. Na tunashukuru Mungu sababu saa zile alikosa hiyo kazi amechukuliwa na wengine. Kuna msichana Mfilipino ni yeye anaweza kumpatia kazi, kumpatia chakula, na mwingine ni Mnigeria msichana ndio anaweza kumsaidia wakiwa katika hiyo hali. Za zile pasipoti yake ni amejilipia kila kitu kutoka nyumbani, lakini kufika UAE huyo msichana alikuwa amemwambia atampatia kazi akifika UAE, na ni amejilipia kila kitu. Alimejilipia ndege, akajilipia visa, akajilipia attestation. But wakati amefika huku, huyo msichana amemuuza kwa mwajiri. Yes, local people. Na wao huwa wanaamini kama mimi nakuja kwa ofisi nichukue mtu, ukinipatia mtu, tukifika kwangu miezi mitatu tusiposikizana, utanipea mtu mwingine ama unirudishie pesa zangu. So katika hiyo hali, sababu walikuwa wameshakula pesa hiyo mtu,
akakosa kufanya nini? Kumrudishia passport. Na akaniambia walikuwa wasichana kama 4 na wote ni ma ex Gulf, walikuwa wametoka Gulf. Yeye alikuwa anafanya kazi Oman, akasanya hiyo pesa ikafika hiyo kiwango, ndipo akuje kufanya kazi wapi? Akuje kufanya kazi UAE. Sasa hao wasichana wengine wenye walikuwa wamebaki Kenya, akawaambia nini? Wasifanye nini? Wasikuje through huyo madamu. Na huyu madamu akona na mwanaume mwingine Mkenya, niko na picha yake hapa, na kuna akona yeye, wao wanajifanya ni wanajeshi wa Kenya, wanajeshi. So sijui kama siku hizi wanajeshi wanafanya kazi za hanjenzi, wanauza watu ama wanafanya nini. So to avoid that, wewe ukiona hii video, please share kwa huyo mwanadada mwenye amefanya kazi wapi? Huyo mwanadada mwenye anafanya kazi Saudi Arabia, lakini ameingia hiyo mteko ya ati atalipa visit visa akuje huku mtu amtafutie kazi. Alafu hiyo kazi yenye alikuwa amepewa kazi ya 1,000 hiyo ni kama 34,000 zenye alikuwa anafanyia Saudi Arabia. So guys, mkianza kutafutiwa kazi na watu mkiwa Kenya, najua mnatamani sana, mnatamani kutoka kubandirisha, unatamani kupanua utoke mahali huko uende mahali pengine. You are trying to think big, ndiposa upate kazi mahali pengine. Naomba tu mkue careful na mtake kujua hao watu wenye wanafanya nini, wanawatafutia pesa. Wakati unatoka Kenya na visit visa, ukikaa kwa bed space, please naomba uniongeleshe. Nitaweza kundirect venye utatafuta kazi. Na ukipata hiyo kazi, ni kazi yenye itakuletea mambo mingi. Nimedirect 2 3 na wameshapata kazi. Kuliko unakuja, hakuna mahali unajua, uko kwa bed space, mtu anakuchukua na kuambia kuna kazi imepatikana mahali, alafu hiyo mahali amepewa pesa. Na si yeye peke yake, hata kuna msichana mwingine anachukuanga wasichana Kenya, wanajilipia visit visa, akikuja anawapatia kazi. So akiona mtu yoyote ambaye amekuja na visit visa na anjue bosi wake, anataka kwenda kwa hiyo bosi wake, akrem ni yeye alimleta, ni yeye alimlipia kila kitu, ndiposa aweze kulipwa. Saa hii tumekuwa mwandui wa Mkenya ni Mkenya. Na kuzuia hiyo yote, tunafaa tuchanuke na tupeane the right information. Niko na watu wengi sana, naomba muweze kushare hii video ifikie hao watu wengine wenye wako na nini, wenye wanapitia katika hiyo shida. Sitaki watu wapitie ile shida mingi wakikosa information penye kunaendanga. Ukitaka kwenda mahali, jaribu kufanya search. Kuna watu wako huko, jaribu kuwauliza hali huko ikifika huko inaendanga aje, kuliko kukaa pale unangangana peke yako. Unakuja ulisikia, wacha nikuje kuona ni mtu legit kama si mtu legit. Ingali kuna message everywhere, information iko everywhere mahali unaenda, lakini wewe utakufanya search, unjue unaenda wapi, unaelekezea yourself where, ni wapi unaenda. Guys, tujaribu makini mahali tunaenda. Sasa nataka musikie video ya pili after aliitisha video passport yake venye aliambiwa. Unaona msichana mmoja anataka kuliitishia, si unajua ni mwenye alikuwa amenipatia ile Nigeria nikakataa. Unaona, sasa tukakosana. Sasa kuna siku nilimpigia simu akushika, sasa nikaona siwezi shindania na yeye. Unaona, hivyo ndio watu wanapitia kwa ground wakiwa na ile hali. Mimi nimekuja kutafuta kazi. So guys, check hiyo, nitakuwa na share information kama hii. So like, comment, share kama hii video imekungusa. Na kama uko na mahali na unatafuta kazi,
usishidi kunifikia na uniongereshe. Hiyo kazi nitakupea backup. Yes, peace. Thank you for watching.